Mimi sisimami, lakini hatuwezi kubali mbunge wetu ndiye mtu wa kwanza kwenda kuweka sign deputy president wetu aende nyumbani. We cannot allow. Na King'ara ambiwe tulikuwa tumeenda vizuri, lakini hakuja kutuuliza sisi kama Wanaroiro tunasema nini. Muende tukiwa sisi wote. Ongea roho yako, kama una support utaandika una support. Lakini mimi nitaandika I do not support. Kwa sababu kanisa halihubiri chuki. Kanisa linahubiri kupatanisha. Kama na mimi hakuna mahali nimeketi nikasikia president wa Kenya akisema ako na shida na naibu wake. Wale wanasema hivyo ni wabunge. Mimi nakuangalia, naangalia kama unatayarisha mikono. Tayarisha mikono yako vizuri, tayarisha mikono yako vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka shape na vigelegele tumpigie askofu wetu makofi wakati anakuja. Makofi mpaka afika mahali. Tegele. Haleluya, haleluya. Asante, asante. Amen. Tupigie Pastor Kihim makofi mazuri. Makofi mazuri. Yeye ndiye pastor wetu wa kanisa la JCM Limuru. Na kwa sababu mimi nilikuwa kazini asubuhi, nikamwambia aje aniwakilishe katika maombi ya barabara. Tunaweza kuketi katika neema ya Mungu. Amen. Salimia jirani yako, mwambie uko mahali panapostahili leo. Mwambie upo mahali panastahili leo. Mwambie hauko hapa kwa makosa. Mwambie dunia ikiumbwa, ukizaliwa, ulijulikana utakuwa hapa. Amen. Wageni wetu ambao wametembea hapa Ruiru siku ya leo wakiongozwa na Madam Nancy ambaye ni Chief of Staff wa ofisi ya mama yetu, Pastor Dorcas Rigathi, wachungaji ambao na maaskofu ambao mmekuja na wao, walinzi wetu na idara yetu ya usalama hapa Ruiru wakiongozwa na rafiki yangu hapo, na chairman wetu wa pikipiki. Ninaona chairman wangu wa kule Githurai wako pale. Mimi ndiye patron wa pikipiki za Githurai. Walikuja, mimi niko Ruiru, wakawapita mbele. Lakini hata saa hii tutafanya kazi pamoja zaidi, kwa sababu lazima muinuke na muwe watu ambao wako sawa sawa. Waheshimiwa wetu, mheshimiwa wa hapa biashara na mheshimiwa wangu wa Gitodhu. Mimi hupigia kura Gitodhu wa maana zamani kabla nihamie Karuguru nilikuwa naishi Bembli. Na kwa sababu yeye ananilindia mahali iko hapo, huwa anasema ni MCA wangu. Nashukuru sana kwa sababu ya ninyi kuja hapa leo. Na pia nishukuru watu wetu wa Ruiru. Watu wa Ruiru, jipigieni makofi mazuri kwa sababu ya kupenda hawa watu wa bodaboda. Mimi nilikuwa mwendeshaji bodaboda, na ndiyo maana mnakuwa katika moyo wangu na sitakangi mkichokozo. Na wakati chairman wenu alikuja na bodi yenu pale kwetu kanisani, waliniongelesha na wakaniambia kile wanakusudia kufanya. Na nilipowauliza ni nini ambacho kinaweza fanya nitamani kukuja hiyo hafla, wakaniambia siku hiyo tutakuwa tunalisha wajane wale ambao waume zao walikuwa waendeshaji bodaboda lakini wakafariki. Hata sikutaka waendelee hapo, kwa sababu hiyo ndio kazi ya Bishop Ben. Wakati walitaja wajane,
na hawakusema ni michango ama ni nini. Walisema wao wenyewe hukusanya chakula na wanajitolea, wanalisha wajane ambao nimeona hapa. Na jinsi ambavyo mnajua pale JCM, sisi tuna ofisi ya wajane ambayo huongozwa na Kate na ako hapa. Na ninaona wajane wa JCM walikuja hapa. Hebu simameni wale wa mama wawaone. Hao mnaona hao. Jioni hapa. These are widows. Na wakati kanisa la JCM lilianza, ofisi niliyoweka ya kwanza katika kanisa la JCM, niliweka ofisi ya wajane. Kwa sababu maandiko yanasema dini ambayo Mungu anatambua sana ni kutunza hawa, kutunza watoto wao na kuwaangalia. Madam Nancy, hawa ni baadhi ya wajane ambao tunao kanisani. Na ukiangalia wajane wa JCM ni warembo na ni wasafi. Kwa sababu ukisikia huku nje watu wakisema Bishop Ben ana mabibi wengi, wanamaanishanga hawa. Kogo mugi kaigwa Bishop Ben wa JCM akironi ali atumia igimuge ile twamonire na ni amona nagia. Wajane ambao mumeletwa hapa, na kama kuna kitu mmefahamu, na nilikuwa ninanogoneza Madam Nancy pale, sijui kama mmeona na mnajua wajane wa waendeshaji pikipiki ni wachanga, kwa sababu waendeshaji pikipiki wengi sio wazee, ni vijana. Na mimi kama bishop wa kanisa la JCM ndoka kumumiriria muthenya wa umuthi ati agikorwa ya ne magiririo maithori, ona inywe no mukugirio maithori. Kama hawa walifutwa machozi, wengine hapa wakikuja mikononi mwangu walikuwa wamefika mwisho. Wengi hapa tumewaanzishia biashara, wengi hapa tunasupport wanachofanya. Hawa watoto wao wengi ni wale tunasomesha kanisani. Na hawa hakuna familia hata moja hapa inaweza lala njaa. No medire kurarira ni uguta haba. Labda wakose tu kuja kwa sababu ya uzembe, wakose kuja kanisani. Kwa sababu hata kile chakula tumeleta leo kimetoka the Lord Store, ambapo hawa wanapata chakula chao. Hawa kusema ni kulala njaa, labda wawe hataki kuja kanisani wakati hakuna chakula. Kwa hivyo ningependa kuambia wale wajane nimeona hapa, kama mahali unaishi upendo, kuja ujoin hawa, nitakutunza. Kama mahali upo they don't appreciate you, come and join these people and we will appreciate you, we will hug you with love. Na katika kanisa letu utafeel mapenzi. Are we together? Uje hapa na bwana chairman Kariuki ako wapi? Ambiwe kama hapo kuna mjane ako na shida kabisa, ule unajua ako na shida kabisa, umulete. Tutamwanzishia biashara ya kuuza chapati na mandazi na tutampea kila kitu mpaka stock. Unitafutie wawili ama watatu wale wako na shida kabisa, ndio wasikae nyumbani, watokee pale, aweke mwavuli, apike chapati, apike maharagwe na sisi tutakula. Mimi sikulagi hoteli kubwa kubwa, mimi nakulaga madondo na chapati inakatakatwa inawekwa ndani, alafu avocado inafunikwa hapo juu. Ukikula chakula kama hiyo Madam Nancy, hiyo ni kama vile unasikia naona Yerusalemu ikija. Mimi siendagi hoteli kubwa, mimi huenda kula kwa hawa wale ambao wana hoteli za kupika chapati na maharagwe. Kwa hivyo on behalf of our, nataka Kate uje usalimie hawa wajane na uwakaribishe wale ambao hawana kanisa la kwenda, waambie nyinyi mlianguka. Si mnaona hizo bana za ofisi ya widows vile imeandikwa? Zimeandikwa we landed on safe compassionate hands, kwa sababu kanisa letu linaitwa Jesus Christ Compassion Ministry. Sisi huhubiri huruma na utu. Karibu Kate.
Boni microphone haifiki. Ama tumia. Haya, harakisha Boni. Bwana asifiwe. Ado aro ilo moidha ayo. Ama niongea Kiswahili, I think tumechanganisha. Ningependa kuambia widows wote ambao wako mahala hapa, niwaambie pole, na hiyo ilikuwa kupenda kwake Mwenyezi Mungu. Na si kusema ati mume wako wamekufa na wewe uko hai useme utawe umekufa. Hawa widows wanawaambia mtoe miguu zenu kwa magunia, muende mfanye kazi, ndiposa mpate pesa za kulea watoto wenye mliwachiwa nao. So karibuni mkaribu JCM Widows wa Roiro, tutawakaribisha, mtakuja mahala pale, mtaniona, na kama vile bishop wote wamewaambia wale wajane wako chini kabisa, mkuje pale kuna mazuri, mtapewa chapati forum, pia kuna mtumba, pia baadhi ya hao watu wako hapa watoto wao wanalipia school fees, na muache kulala wanawake wajane, muende mfanye kazi. Asanteni sana. Asante, tuwapigie makofi. Asante, you can have your seats. The reason niliambia hawa wajane wanilete, niliwaambia wanilete ili wajane tutakaopata hapa wajue ya kwamba kuna maisha beyond kifo cha mume wako. Na kuna kitu huwa mimi naambia hawa, jiulize, kama Mungu hangebeba mume wako, ni nani alifaa kwenda? Hiyo swali ni ngumu, kwa sababu wengi wao hapa waliachwa, wengine wakiwa wadogo sana sana, lakini sasa wameinuka. Kama unavyoambiwa, kile kitu mimi huwa nawaambia, hatutakaa chini tulie, tutajiinua, tujivute vumbi, twende tufanye kazi. Wengi hapa wanauza mtumba, wengi wanauza chakula, wengine wanauza mayai na smoky na sausage, chochote ambacho kinaweza wekelea chakula katika meza ya watoto wao, hicho ndicho sisi ufanye. Nishukuru hawa wanabodaboda. Let me tell you, you are blocking your calamities by supporting these people. Munazuia ajali zenu kwa kusimama na kukumbuka hawa wajane. Na wakati mliniambia mpaka mama za watu waliofariki watakuja, na mkaniambia hapa kuna hata waendeshaji bodaboda ambao wamepata disability kwa sababu ya kuendesha pikipiki. And as a bishop who knows the struggles in the bodaboda sector, nikasema lazima mimi nije nisimamishe shughuli zote leo niwe pamoja na nyinyi. Na mimi sasa hii safari imeanza, naweza hata taka kuona mkifanya hii kitu mara 2 kwa mwaka, kwa sababu hii ndio itawaletea baraka. Naweza taka kuona ikifanyika hata mara 2 kwa mwaka, sababu umeona hawa watu na wajane, hakuna kitu kingine wanataka kuambiwa. Wanataka kuambiwa tunawapenda, tunawajali, and we are there for you in case of any need. Kwa hivyo muendelee hivyo, na nafurahi kwa sababu ndani yenu wengi wameokoka, na wale hawajaokoka bado ni ukatili kidogo. Lakini nimefurahi vile nimesikia security bodies hapa wakisema ya kwamba mmebadilisha hali ya hii area, na ni ukweli, kwa sababu mimi hata hapo JCM nje niliweka stage ya pikipiki, na mimi huwa siendi mahali, huwa nawaambia peleka hii hapo, peleka hii pale, na wengi wameokokea hapo, na tunaserve nao kanisani. Wengine waendeshaji wa pikipiki ndio ushers, na mimi mwenyewe mnajua kanisani huwa napeana pikipiki, vijana waendeshe, watengeneze pesa, kwa sababu ninaheshimu kazi yenu. And I want to tell you and to tell the members of public, hawa waendeshaji bodaboda msifikirie ni wajinga. These are real engineers and professors. Hakuna mtu anaweza endesha kitu iko na miguu 2 na itoke hapa iende mpaka Thika, iende mpaka Nairobi, na iko na miguu 2, na anaweza kuishika na anaicontrol, alafu uniambie huyo mtu ni mjinga.
Gutire mundu ngihota tiga Ngai wambire kindu ki maguru meri kirugamagia. Kindu kingi ki maguru meri kingirugamio ni kugwa kigwa. No inywe ni mururumagia kindu ugaikarira ukambatia tuguru no gakuonge no gathie no gakinya we nduri mukuru mukiu mundu wa thuthiti mukiu. Na hapa tuna MCA wetu hapa, tuna watu wako mpaka na degrees hapa. These people are not desperate, they are working. Uendeshaji bodaboda ni kazi. Ukijua hawa watu vile wamerahisisha mambo. Kitambo tulikuwa tunatoka hapa ukienda Gishagi kwenu unatembea 4-5 kilometers unafika kwenu usiku. Saa hii ukifika stage with 100 shillings dakika 5 uko kwenu. Ile tu tuko nayo shida kama wananchi ni kudharau hawa watu. Hawa watu ukienda nyumbani utawapata na watoto wao, they have beautiful children, they have beautiful wives. Hata hawa ni heshima wanatupeanga. Huyu akitaka kukunyang'anya bibi yako utashinda hapa ukilia. Hawa wanaweza kuongea usituke hapa. Kwa sababu bibi yako anakaa kwa pikipiki, anamshika mbavu. Na hawa watu wanakuwa waaminifu, bibi zetu wanarudi nyumbani. Gaya mula adhimeni kwa hagu tutunya, ona mwena mweke. Hawa watu wakizataka kukunyang'anya bibi yao ni dakika 3. Na mtu wa pikipiki akitaka kukunyang'anya bibi wanajua style. Pikipiki inaendeshwa 100 km/h. Kwa hivyo bibi hakuna kitu anaweza akasema, akifungua mdomo chochote anaulizwa anasema Lakini hawa watu wanakubaliki kubeba bibi zetu na wanaturudishia mpaka nyumbani. Wapigieni makofi. Wanatubebea watoto wetu wanapeleka shule na wanarudisha. Biashara zetu zimekuwa rahisi kwa sababu ya waendeshaji pikipiki. Kuna siku moja nilikuwa naenda Nakuru function, nikafika Limuru, nikakumbuka nimeacha Sacramento. Nilipigia mtu wa pikipiki akapatiwa kanisani. Mimi ningerudi uangalie pesa ya mafuta ya gari na ya pikipiki. Huyo mtu dakika kama 15 nilimuona Limuru kama amenibebea. Hata nikamhurumia, ile pesa nililipisha. Nikamwambia hapana, siwezi kukupea hiyo, nitakupea mingi. Kwa sababu mimi naheshimu hawa watu. Na wao ndio niko na wao wengi kanisani. Kwa hivyo as we live, let us respect these people. Kwa sababu hii ni ofisi kama vile wewe mheshimiwa unaendaga bunge. Hiyo ndio kazi yao. Na hawezi kuheshimu zetu tukose kuheshimu zao. Kwa sababu kazi yangu ya utangazaji nikienda Kameme haiwekelei chakula kwa meza ya hawa watu. Lakini yeye akigonga kiki ya pikipiki, atokee mtoto wake atashiba. Mtoto wake atasoma. Mtoto wake atalipiwa nyumba. It is an office like any other office. Na tutawaheshimu hapa Ruiru. Na mnajua mimi nikiwakuta huwa nasimama. Na mimi huwa naongea na nyinyi kwa sababu ninajua your importance in this society. Na wale ambao huja kujificha ndani ya hawa wanabodaboda, muache. Kwa sababu nyinyi ndio mnaharibia hawa watu majina. Sababu ya kuja kujificha hapa katikati yenu. Na nyinyi mkijua muhalifu mtuambie. Na muambie hawa watu wa polisi. Muambie katikati yetu kuna mtu anajificha na anauzaga bangi na sisi hatupendi. Na tumemjua. Na sisi tunajuaga wanaboda wa ukweli. Msifikirie hatujui wanaboda wa ukweli. Tunajua mpaka zile stage mnabebea na tunajuaga presence yako hapo from Monday to Sunday. So mtu wa kujifanya ni wa pikipiki bado tunajuaga. Na cha mwisho, wanabodaboda waache kutumiwa kisiasa. Na wanabodaboda msikubali kutumiwa kisiasa. Kwa sababu haja yenu inapatikananga wakati wa kula. Sasa hizo ndio mnaletewa reflectors ambazo ziko na picha za watu. Lakini saa hii hakuleteangu iko na picha yake. So reflector moja anataka ukae nao miaka 5. Reflector moja ukae nao miaka 5. Hata nguo zetu zinaweza kama miaka 5. Alafu miaka 5 ikiisha ndio unamuona hapa na kiroli. Wanaboda wanaboda. Kama kuna wale wamesoma katikati yenu, wasimamisheni viti washindane na hawa. You also need representative in those parliaments. Kama hapa kuna mtu amesoma anaweza simama MP, asimame angengana na Keng'ara kwa sababu hakuna kiti ya mtu.
Na mimi huwa nasema hivyo, simamisheni na tutawasupport na nitakupea loan. Mimi sisimami, lakini hatuwezi kubali mbunge wetu ndiye mtu wa kwanza kwenda kuweka sign deputy president wetu aende nyumbani. We cannot allow. Na King'ara ambiwe tulikuwa tumeenda vizuri, lakini hakuja kutuuliza sisi kama wanaroiro tunasema nini. Tuma au pokee mzigo wako kwa urahisi tena zaidi kupitia Joe Parcels. Tuko kote mijini na hata vijijini. Twakuletea mzigo wako kupitia njia tofauti za uchukuzi kama bodaboda, baiskeli, pickups, lori na hata watu binafsi kwa ofisi yako ulipo. Usichoke ukimpigia dereva na maswali za umefika wapi, kwa sababu ukiwa na Joe Parcels app utamfuatilia kwa starehe zako hadi aufikishe mzigo wako. Kwa mazungumzo zaidi tupigie simu kupitia 0710605555 au 0726325555. Pia kwa tovuti yetu www.joeparcels.co.ke. Katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok ni Joe Parcels. Wewe pia uliye na bodaboda, pickups, lori au hata baiskeli, jisajili katika Joe Parcels Riders app. Uanze kupata hela. Joe Parcels, we deliver at your doorstep. Tutume, tutafikisha. Na mimi kesho nataka kuwaomba wale watu wote wako hapa, kesho nikitoka kazi tupatane Kiambu. Si tumeitwa public participation na sio ni sauti yetu. Tuende kesho, hata mimi nitaenda niseme kanisa la Roiro sisi hatujasema vile mbunge wetu alisema. We are not in agreement with him. Haya mambo mengine yote ya basare na vile yeye hutupea chakula, hapo ni kitore. Lakini hapo kwa sahihi alitukosea. Sasa mmejua mnahali direction iko. Mimi nimeongea kama askofu wa eneo la Ruiru ya kwamba hatukuulizwa, na kwa sababu sisi hatuendagi bunge, kama tungepewa hiyo karatasi hatungesaini. Lakini kwa sababu kesho kuna karatasi imetolewa, muende tukiwa sisi wote. Ongea roho yako, kama una support utaandika una support, lakini mimi nitaandika I do not support, kwa sababu kanisa halihubiri chuki. Kanisa linahubiri kupatanisha. Kama na mimi hakuna mahali nimeketi nikasikia president wa Kenya akisema ako na shida na naibu wake. Wale wanasema hivyo ni wabunge. Wale tulichagua ndio wanaenda kwa bunge kusema wao wako na shida na yeye. Sisi wenye tulimchagua hatujaona shida yoyote. Na niambie finally, niwaambie hivi, 2027 nabakisha miaka ngapi? Watajua onaithuine tulika urutoe wegada toe kuga. Kwa hivyo wana Roiro kesho, kama hamuna gari ya kwenda mseme ni wape basi ya kanisa, mpelekwe pale Roiro, twende hapa kwa hall, kila mtu awachilie sauti yake, kwa sababu wao wanaongelea huko na sisi hatujaongea. Ama wewe umeulizwa, wewe uko umesema kitu, na tukimaliza maombi ya bodaboda alafu tuombee hawa wajane. Kabla tuanze kupeana chakula, tutaombea naibu wa rais hapa. Lazima tuombee wale, maandiko yanasema muombee wale wanafinyiliwa, muombee wale wanasukumwa. Onangene mwanaka wa mundu uri ungi na kawa mutumia uri ungi, na in fact deputy president wa bururi wa Kenya atige kugio ni mwana wa ndigwa, na niye menyagirira ciana ciake. Kwa hivyo na tumuombee, kwa sababu ofisi ya Dorcas iko hapa. Hata kama hamunge kuja ningemuombea, na hata Sunday kwa ibada nitasimamisha tumuombee. Mundu mwage kile hapo kwa kiti kaona ndo maana matatu. Hatuwezi kubali. Na hiyo sio sauti ya Kengei, hiyo ni sauti ya askofu. Sasa siku ya leo tumekuja hapa na tumefurahia sana. Na watu wa bodaboda mtupangie ingine hivi. Na hata hiyo siku ingine mkiweza, wale wajane kama hatutakuja kwa huu uwanja, muwalete kwa uwanja wa kanisa. Sasa kama mngewaleta kwa uwanja wa kanisa tungewapikia. Sisi huwa tunachinjia hawa.
Huwa tunanunulia ng'ombe. Si mlikula ng'ombe 3 weeks ago? Tuwao tunawanunulia chakula na wanacheza. Sasa unaona wale na ni wachanga. Haujui vile wangefurahi kama wangecheza redi banya wazungushe bara. Sababu hiyo ndio kitu wanakosa. Si ni ukweli? Mimi nimewakaribisha wajane. Siku hiyo ingine hii hafla iletwe JCM hapo hivi. Si ni ukweli? Ndio tungewapikia. Sasa tungewapikia chakula hapa. Lakini sasa hapa hatuwezi pika kwa sababu ya health measures. Lakini mtaenda nyumbani na chakula. Halafu nichukue fursa hii kushukuru Petans Driving School, Thomas. Nilikuwa nimeona Thomas hapa. Ametoka. Ako hapa. Huyu karibia hapa mbele. Anaitwa Thomas. Yeye ni mkurugenzi hapa Petans Driving School. Na wakati hao watu walikuja, mtu wa kwanza nilipigia simu ni Thomas. Akasema atakuja. Na si ametimiza ahadi yake. Ametupea 20 driving certificates bure. Kwa hivyo ninawaomba wanabodaboda wale hamna license, Mr. Kariuki achukue majina yenu, anipatie na mkono wake nipatie huyu, na mimi ndio nitapeleka hao, watachukuliwa. Mimi ndio nitawapeleka kwa ofisi, niseme driving license ambazo niliwaomba mmenipea na nipelekee huyu. Ndio nikiwa tu kwa hiyo ofisi niwaambie kuna wengine 20 wamebaki. Nyape ndware aya moyo njoke jaririria ria matano huyu. Na huyu mtu umtumie sana hapa Ruiru. Amekubali kutengeneza darasa hata kama ni hapa kwa uwanja once per week. Anawafunza road safety na vile mtaenda. Kwa sababu mimi wakati nilikuwa najifunza pikipiki, niliambiwa pikipiki ni kama gari. Na ndio maana iko na insurance, na ndio maana inawakisha taa ya pande hii na pande hii. Muendeshaji pikipiki, nataka nikwambie, kama kuna haki wewe hunyimwa na hawa majeuri wanakuwa na gari. Wewe hunyimwa haki ya kupitia barabara katikati. You are supposed to ride your motorbike in the middle of the road, uovatekiwe kama gari zile zingine. Lakini nyinyi muliuziwa uoga mpaka mnafikiria kwenu ni pavement. Kuanzia leo hapa Ruiru muendesheage pikipiki katikati, na akikupigia honi muinulie mkono yote, umumfanye afurahi. Kama anataka kukupita angenunua ndege. Pikipiki, sheria za barabara zinasema unafaa kupitia katikati, uwe overtaken kama gari. Wewe ni gari. Are we together? Lakini juu ya kuuziwa uoga mulijisukuma mpaka hata sisi tukafikiria kwenye ni wapi? Unafaa kupita katikati, you be overtaken. Are we together? So huyu ndiye aliniambia hivyo mimi. Kwa hivyo atakuja kuwafunza sheria za barabarani na right za bikers ambao ni nyinyi. Kwa hivyo Mr. Kariuki, utembee safari nzuri na huyu mtu. Asante sana Thomas. Ningependa pia kushukuru Cactus Properties. Mr. Mbaria ako hapa. Mr. Mbaria ni mshirika wa JCM na ni businessman. Ofisi yake iko pale Green Spot hapo juu. Wakati nilimwambia nataka unga na tunaenda Ruiru, akaniambia atasimamisha shughuli zake ndio akuje. Na nyinyi watu wa bodaboda, huyu jamaa mjuane na yeye. Ako na mashamba mpaka ya 150,000 na 200. Na ukimlipa kidogo unaweza anza kujenga. Mimi kuanzia hapa, mimi sitakuja kuzika mtu wa bodaboda tena. Nitakuja kufungua manyumba yenu. Nitakuja kubariki mashamba yenu. Tuanze kasafari kazuri na huyu mzee. Thank you so much Mr. Mbaria. Tuko na Kisao Mattress, ni mshirika wa JCM. Sijui kama Pato walikuja. Anaitwa Pato. Ama ametumana. Ni wewe ametuma. Kuja basi hapa mbele uone. Sasa mtu wa bodaboda haufai kuamka saa 8 ya usiku upumzike. Huwa tunalala upumzike, lakini sio uamke upumzike juu ya kulala mahali ambapo si pazuri. Huyu ukimuona na wanakuaga hapa mbele,
enda hapo, anza kulipa kama mattress ka bei rahisi, pole kazuri. Alafu ukimaliza, kwa sababu wako na bei ya pole, enda uchukue kama mattress kazuri. Utashinda kwa baridi, na unajua usiku ndio wakati wetu watu wa bodaboda kutoka baridi. Turutagira heho ri riu ningi ndungithie kuo ningi itonyengi. Kwa hivyo wao ni marafiki zetu. Allow me also to thank Raha Premium. Wapi watu wa Kavagara? Kujeni hapa. Hawa watu ni wametoka Raha Premium, na hata jana mliona nilishinda huko, kwa sababu hawa usiaga unga inaitwa Kavagara, na mimi bishop wenu, sababu mimi hufanya kazi, ndio msiseme ninakula sadaka yenu. Mimi huamka naenda kazi, huwa napewa kazi na watu wengine, kwa sababu niko na influence, na pia niko na watu wengi wananifollow, tuko na television, na mimi nakuwa brand ambassador wa Kavagara, na wako na unga mzuri sana inaitwa Mwivoko, kwanza ya kukuliwa na nyinyi watu wa pikipiki. Iko na more nutrients kwa sababu ya kushinda mkichoka, sababu mimi najua ile kazi mnafanyanga. Sometimes mnabeba wa mama wakubwa, unafika kwa matope, hataki kushuka. Sasa ni wewe pikipiki na ni wewe miguu ingine ya pikipiki, ndio pikipiki ipate miguu 4. Sasa hiyo kazi, na mimi nitakuwa na make sure mnakula Mwivoko ndio nguvu iwe nyingi. Na hao watu wakati nilienda, apart from ile unga nilinunua, kuna ile waliniongezea niwaletee, na hawakunilipisha. Na anytime mtahitaji msaada wa kutoka Joy Millers ambao wanatengeneza Kavagara, Raha chapati ama Raha ngano na Mwivoko, mimi nitapeleka malalamishi yenu, kwa sababu nyinyi ndio consumers wa chakula ambacho wanatengeneza. Na leo wametuletea chakula hapa. Nafikiria mimi nilikuwa nimeomba familia 200, na nikaambia chairman, mimi familia 200 nitaweza kupea chakula leo, lakini leo niliongezewa, nitapea familia 300 kwa sababu nina marafiki. Kwa hivyo from Joy Millers, Raha, Kavagara, tunashukuru sana, na muende muambie the directors ya kwamba I am so happy ya kwamba your presence is felt in Ruiru Stadium. Si mkienda supermarket mtasupport hawa watu. Actually ukinunua Kavagara, kuna pesa zenye mimi zinakuaga zangu za kusomesha watoto wa wajane. Ukinunua Mwivoko, kuna shilingi zangu kadhaa hapo za kusomesha watoto wa wajane. Chochote ambacho unanunua, wale ambao wanafuga ng'ombe, ukinunua Joy Max Fit, ni mimi unasaidia, kwa sababu mimi huendea kachek nasomesha watoto. Niko na watoto 79 secondary school, na niko na watoto 6 university. Wengine wanasomea Kirinyaga University, Kabarak University, hapa NIBS College niko na watoto 6. Hata wengine wao mnaona wakifanya media hapa, wako shule lakini wanafanya bado JCM TV. So we have a scholarship over 100 and something watoto, na mimi husaidiwa na kampuni kama hizi. Kwa hivyo na nyinyi mkiingia kwa supermarket ama kwa duka, support hawa watu ndio na mimi niweze kuwa support. Si ni ukweli? Kwa sababu hakuna mjane wa JCM na mjane wa kwingine. Mjane ni, na sheria ya mjane ni umwangalie ubarikiwe. Na ndio maana mnaona nimebarikiwa. Si ni ukweli? Si nimebarikiwa? Mlimuona Bishop ukiwe kila kidikia jeans. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. I want also to thank my brother Boni. Boni ndiye mwenye hii duka iko hapa Ruiru, inaitwa Dama Mobile Spares. Kwa sababu nilimwambia anipatie reflectors niwaletee, na mimi naona nyinyi wote mmevaa reflectors. Kwa hivyo nyinyi wote, simu ikivunjika kioo, ingia hapo kwa Boni akuundie na wewe umsupport. Si amefanya ukue visible. Na wewe simu ikivunjika usitupe, enda hapo akuwekee kioo. Ukisikia hausikii mtu vizuri, enda hapo akutengenezee, kwa sababu nilimuomba reflectors na akanipea, na ndio hizo mmevaa. Na mimi nimeshukuru. Sitaki kuchukua muda mrefu, kwa sababu najua mko na njaa na tunataka kupatia hawa mama chakula ili waende nacho.
But allow me as a servant of God. And also thank you so much JCM TV and JCM Church Praise Team. Allow me nisome haya maandiko machache sana. Sitahubiri sana kwa sababu mnajua mbinguni ni wapi, mnajua nani anakaa huko, na mnajua kufika huko unahitaji kufanya nini, kusamehewa dhambi, kumpenda Mungu. But I want to speak something small. Na nataka kuelekezea hawa ndugu zangu, because I know from the industry that you are in. Nimefurahia sana Mukorino yakiuga atiriri, from the boda riding mutatengeneza factory zenu, mutatengeneza. That is the mindset that I want you to possess. Wana JCM, Mungu wabariki. Hebu watu wa JCM wasimame. Kama wewe ni mshirika wa JCM, nataka muone vile tumewaonyesha upendo. Hebu angalieni vile tumekuja kuwaonyesha upendo. Asanteni sana for showing love and compassion to other people. Vile nimewafunza, Mungu awabariki. Madam Nancy, na utuletee Dorcas very soon. Kanisa letu ni nzuri. We are over 14,000 members. Uliacha kwa kuna kukuja naona ile kakinya fulani. Nataka niongeleshe hawa wana bodaboda. Nataka niwaongeleshe ya kwamba let your aspiration become bigger than your haters. Wacha mahali mnaelekea, let it sound more than hate from other people. Na kuna kitu kimoja huwa nasema na Kizungu, na najua nyinyi wote mmesoma. When force comes from outside, it means death. But when force comes from the inside, it means a new life. Mayai ikigongwa kutoka nje, hiyo ni chakula na imeisha. Lakini ikivunjika kutoka ndani, huo ni uhai, tunapata kuku nyingine. Yule amekaa pale na miti anaitwa Francis wa kuku, ni mshirika wa JCM, na yeye hufuga kuku na kuuza. Anajua mayai ikipasuka kutoka ndani, tumepata uhai. And that is what I wanted to happen to you. Wacha nguvu zenu isitoke nje, wacha itoke ndani. Let your aspiration become bigger than what you hear. Wakisema watu wa pikipiki ni wachafu, hiyo isitoke ndani, wacha ikuwe imetoka nje, sababu itaanguka na ikufe. Wakisema watu wa pikipiki ni magaidi, na mnajua nyinyi sio magaidi, wacha igonge juu, lakini isitoke ndani. May your unity bring you success. The Bible says that God commands a blessing where there is unity. May this unity bring bigger things. Wale watu wa Githurai wakati waliniita tukaanza kasafari, Madam Nancy, waliniita tukaenda pale kwa reli, na wakatengeneza sako nzuri. Wao wakitaka kubadilisha oil ya pikipiki, wanachukua kwa duka yao, wanakuuzia vizuri kwa sababu wewe ni wao. Huo utajiri unarudi kwa sako yao. Sasa vile unaona wamesimama pale, wamenunua uwanja na si mbali, wamenunua Githurai katikati. They want to build their building. And I have patronized them. Nimewaongoza kuambia hivi ndivyo tunafaa kufanya. And it should happen. Na nyinyi viongozi wa Ruiru, muende mshikane na wale, wawaonyeshe jinsi walifanya. Na hawatoangi pesa mingi, ni kidogo wanaitoa kwa uaminifu. And that is where my small sermon comes from. Trusting yourself. Wewe mwenyewe ujiamini na uamini ya kwamba unaweza. Na usichukue bodaboda kama ni ya muda mdogo tu. Hapana, take it as a career. Ichukue kama kazi. Hakuna pesa ya ofisi na hakuna pesa ya bodaboda. Pesa ushawahi ingia pale kwa banku kama urudisha, hiyo ni ya bodaboda. Wana bodaboda wanaweza kuwa matajiri kama wale watu wengine. Mungu hatajirishi mtu kwa sababu ya ile kazi mahali anafanyia kazi. Mungu hutajirisha mtu kwa sababu ya bidii ya huyo mtu. The Bible says, I the Lord will bless the work of your hands.
Not the kind of the work that you are doing, the work of your hands. Praise the name of Jesus. Katika maandiko, ukisoma kitabu cha Mathayo 25, Matthew chapter 25 from verse 13, Yesu akiongelesha akasema hivi, maana verse 14 ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake, akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu, akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha yangu. Akaja yule aliyepokea talanta 2, naye akaleta zingine 2. Maneno yakawa yale tu, mwaminifu, mtumwa, ingia katika furaha. Akaja yule aliyepokea talanta 1 akasema, bwana, nalitambua kwamba wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akamjibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo na faida yangu. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Praise the name of the Lord. Sikiliza hapa, Yesu alipeana hadithi, and may this apply to us all. Akawaambia kuna mtu mmoja alienda safari ya mbali, na mimi nataka nikuambie, hakuna mahali uaminifu hauwezi ukakupeleka. Mumeimba wimbo mzuri hapa na nimeupenda, na nitakuwa na ucheza kameme. Mukasema muko na pikipiki leo, kesho mtanunua viti, alafu ati tukiwaangalia hivi ati tuwaone na Range Rover. Nikiwa pale nikasema, Mungu watimizie. Nikaambia Mungu watimizie. Kama Bishop Ben siku moja alikuwa mwendeshaji wa bodaboda, na hata sio pikipiki. Mimi nilianza na baisikeli na mguu, nikaweka kiti hapa nyuma, nikaenda pikipiki, na leo siendeshi gari ambayo inaweza kwama. Hata mnasikia mwimbaji alisema apewe kama yangu ya kupanda. Sitaki kujisifu, lakini siko hivyo, huwezi badilisha. Si ile tunaweza sema ni gari ndogo na hii nyingine ni gari kubwa, huwezi badilisha. But your aspirations must be bigger than your oppositions. Because mimi najua kitu kimoja, hakuna mtu hupenda kusalia mahali pamoja. Na matamanio ya moyo wa mtu wa bodaboda ndio matamanio ya mtu aliye ofisini. Akitamani watoto wake waishi katika nyumba ambayo amejenga, pia mtu wa bodaboda matamanio ni hayo, kwa sababu he is an equal parent to that person who has a white collar job. Bwana Yesu atukuzwe, watu wa bodaboda. Nimekuja kuatia moyo ya kwamba mkiwa waaminifu,
Uaminifu ni kitu ambacho hata Mungu anaheshimu. Mtu mmoja akaondoka akasema nataka kwenda safari, na alikuwa na watumwa wake, akawaita wote watatu, akapatia mmoja talanta 5, wa pili akampatia 2, na watatu akampatia 1. Kisha akaondoka. Wale watu walipobaki, because the choice is yours after you get whatever you are looking for. Chaguo ni lako. Ukiamua chaguo lako ni ufanye bodaboda, unyeshewe, uvute baridi, halafu jioni pesa zote uingize kwa pombe, chaguo ni lako. It is your choice. Wengine watajenga ukiwa hapo, wengine watafanya biashara ukiwa hapo. Utakuwa tu unaimba na wao hapa, tutoke kwa bodaboda, tununue vitu, tuende kwa Range Rover. Utabaki peke yako hapa, wengine waliendea. Ukiamua pesa zako, utaendesha pikipiki all through uchoke, halafu jioni usizifikishe kwako, uingie kwa mpango, utaziwacha huko, halafu uende kwako na pikipiki. Your aspiration zitaishia hapo. Wakati walipatiwa talanta, waliachiwa kitu kinaitwa choice of what to do with what was given by the master. Wa kwanza akaenda akafanya biashara na zake 5. Wakati alirudi mkuu wake akamwambia, uliniwachia 5 na mimi nimefanya biashara, sasa nitakupatia 5 na nikuongezee 5. And the answer was, you are a faithful servant. Akaambiwa ingia katika furaha. It applies to our lives. Hebu imagine mtu wa pikipiki ukisema nitajiwekea hii target. Mimi nikiwa kwa pikipiki, bibi yangu aingie kwa mtumba. That house had a single source of income. Sasa imepata 2. Unaambia bibi yako, yangu ni kupampu biashara yako, na wewe yako ifanye maendeleo nyumbani. It is just about the choice. It is just about the choice. Sisi hatutaki kuona unafanya bidii, alafu tukutane na wewe umezeekea kwa boda, na boda ni ile moja tulikujua nayo mpaka miguu imeenda kando kando, tunafikiria ni gari. Juu mguu moja inakanyaga hapa na ile nyingine inakanyaga hapa. Na wacha niwaambie, hata members of the public huwa wanaangalia ni pikipiki gani wanapanda. Mimi siwezi panda pikipiki ambayo exhaust imefungwa na waya, mguu hapa katikati ni ulimi, haina taa, hata paka sasa hata sio taa imekufa, hata hicho kinyumba kia taa hakuna. Alafu kiti mattress inaonekana, alafu mwenye ananibeba kofia imeraruka. You have to be presentable whenever you are working, because that is your office. Nani alisema uwezi beba na suti na tai na uamkia asubuhi kwako utoke kama unaenda ofisi, na uambia watoto nimeenda kwa ofisi yangu, na waone umetoka na tai vizuri. Halafu wewe ukifika kwa ofisi yako, sasa vaa kijacket, halafu uvae. Jioni ukirudi nyumbani, fika kwa gate, simama, toa kikoti, kiweke kwa pikipiki hapo nyuma, ingia na suti. Watoto wataanza kuheshimu hata ile kazi unafanya, because the message ambayo inakuwa na huku nje ni kwamba watu wa pikipiki si watu wa maana. Watu wa pikipiki ni watu ovyo. Kazi ya pikipiki, hata watoto wakiulizwa shuleni, baba yako anafanya kazi gani? Anaendeshaga boda. Watoto wale wengine wanaangalia mtoto wako. We have to change that narrative. Tuwaonyeshe watu wa pikipiki ni watu wako na future. Watu wa pikipiki ni watu wanajua wanachofanya. Watakapo nao tuonyesha ya kwamba tukiwaachia talanta 5 watarudisha na zingine 5. Wakiachiwa 2 watarudisha na zingine 2. Wakiachiwa 1 waje warudishe na ujeuri, hata chile wamepata watanyaganywa wakipatiwe mwingine. We are the ones who will change that narrative, kwa sababu ya uaminifu wetu. Uaminifu inafanyanga hata wale watu wengine. Angalia sasa, the respect that you have commanded in Ruiru,
Mnaleta maofisi, watu wako ofisi kubwa kubwa, tunasimamia shughuli zetu kwa sababu ya vile mmeamua kubadilisha sekta ambayo mpo ndani yake. It is by your faithfulness, it is by your trustworthy that will change the narrative about the bodaboda sector. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu akija mahali mnabebea, muone huyu mtu anatuaibisha, watu bado wanaoshangwa. Osheni na mumpe kwa mwambie kuanzia leo mtu wa bodaboda anafaa kuoga na anavaa hivyo umevaa. Kesho utuaibishe utaona. Mwingine hata aoshagi pikipiki yake, na akimaliza kazi anapitia barabara ziko na matope. Pikipiki inapiga wiki hata uoni engine. Bado unafikiria engine ni ya kuchongwa. Uaminifu wa mtu ndio upeleka mtu mbali. Uaminifu. Okay. Kulikuwa na mfalme mmoja na alikuwa ameheshimu mfanyakazi wake sana, mwanaume. Siku moja akajua mimi nitatest uaminifu wa huyu mtu. Akamuita akamwambia, sasa nataka kwenda safari ya mbali. Na katika ile kanyumba unaona nimefungia bibi yangu hapo ndani. Na usijali, bibi yangu nimempea chakula mwaka mmoja nitakaporudi. Lakini kama sitarudi mwaka mmoja kabla uishe, shika hii funguo. Mwaka ukiisha, ufungulie bibi yangu, umuoe na muishi hapa. Kwa sababu kama sitarudi, nitakuwa nimefariki. Na mfalme akapanda farasi na akaanza safari. Kuenda kama kilomita 10, ndio huyu mfanyikazi wake na farasi kuku. Akamuuliza ni nini? Akamwambia hii funguo umeniachia haifungui. Alikuwa amempea funguo ambao anajua kabisa haifanye nini. Lakini aliambiwa afungue mwaka ukiisha, amefungua saa hiyo saa. Mfalme akamwambia mimi siwezi kuendelea kufanya kazi na wewe because I was trying your faithfulness and trustworthy. Lazima tuwe waaminifu kwa kidogo tunachopata. Na hii Kenya hii tunaishi, hakuna pesa ndogo. There is no small money. Ikiwa wewe mtu wa pikipiki ukibeba mtu from here, it is 100 shilling mpaka mahali unampeleka. Na bado chini yako kuna mwingine anauza mayai 25 shillings. Na hata yeye ana matarajio ya maisha. You are a lot better than them. Lakini nyinyi wote mko katika pesa. Vinanoko au korodoli pesa hii. Hakuna pesa kidogo. Kitambo nilikuwa naona nyanya zetu wanatokea hapo Kambe jioni, ako na mandizi ya 50 shilling anaiweka kwa gunia. Anauza 5 bob 5, na ukihesabu yote ni mandizi 10. Na hata ukiweza mwambilia nyumbani nipatie nikupe 50, hataki, anataka kufanya biashara. Asa ningi ya kune nore kengendi ye kabu. Arendo kuione biashara hivi. Ni todo gudhukoma na mokoma kugwesha ma. Lakini sasa tukiendelea vile tunaendelea, tutaanza kukosesha public imani na sisi waanze kutuondokea. Na wakianza kutuondokea, tutapata shida. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuwa Githurai niliwaonyesha mtu amenibeba na analewa na amenibeba. Nilikuwa nashinda huyu mtu, the more tunaenda ananiongeleza. Akianza kunibeba hapo ananiongeleza, lakini the more tunaenda ananiongeleza. Nikafikiria huyu mtu lazima kuna kitu kinaendelea. Kumbe ameweka konyagi kwa koti ndani, alafu kale ka pipe huweka mtu maji kwa hospitali, anapitishia kwa koti kanatokezea hapa. Alafu kanaingizwa kwa helmet, kanaenda mdomo. Mudu wa kuenda neba. Wakati tulifika nikamuuliza ndugu yangu, kuna kitu kizuri kitatoka ndani yako kama haya ndio maisha? Ni wakati mgani talanta zako zitaongezeka ziwe 5 na ulikuwa umeachiwa 5? Kama waendeshaji pikipiki na tuna aspirations za maisha, we have to bring together whatever that we are getting. Na mimi mkiniambia kwa sako yenu kila siku mtafanya kama wale watu wa Githurai,
mtakuwa mnaweka pamoja na mnionyeshe vile mnafanya. Wale watu wa Githurai wanajua mimi huwashikilia. Mnionyeshe na keri aje, mniambie mpango ambao mnataka tufuate. Na mimi nitakuwa memba wenu, na hata kama sina pikipiki nitakuwa natoa. Mimi mkisema 100, mimi nitakuwa nawatolea 200 na sina pikipiki. Na mimi siku ile ndanunua pikipiki mnipatie shimo. Nitakuwa nawatolea 200 kwa siku kama mtakuwa nyinyi mnatoa 100, because we have to grow together, and growing together is to bring na tulete talanta zetu, tuzifanye 5 kama tulikuwa tumeachiwa 5, tuzifanye 2 kama tuzifanye 4 kama tulikuwa tumeachiwa 2. Lakini hatutafunika katika mchanga tugoje mkuu aje tumwambie wewe sio mtu mzuri, wewe tunajua unapenda kuvuna mahali haujapanda, unapenda kukusanya mahali haukutawanya. Hapana, we want to grow whatever that we have, and it is our unity kukuja pamoja. Vile wale wazee walikuja pamoja wa Githurai, mpaka sasa wamenunua kiwanja, wanataka kupandisha nyumba ya sako yao. Even in Ruiru it can happen, inawezekana, if our faithfulness with whatever that we get shall match our aspirations. We have to be inspired by our aspirations. Lazima furaha yetu sisi wote tumalizie kwa pikipiki, si kweli? Sasa wengine wanaelekea kuzeeka kama mkurino wantilia titia nanda iwe wake nako heme yakeo kaitangite kira ogwe kado kukwera oginie jafine toyone kwa haraka goria ne kire muthe othararo wa mauje andire goria toero amirako hari aliyo alirimira tondu ni ukurire. We have to agree that age is catching up. Na kuna miaka itafika hatutaendesha pikipiki. Kabla hiyo miaka ifike, wacha tujipate kwa Uber. Wacha tujipate kwa pickup. Wacha tujipate ya kwamba wengine wanaendea viazi Nyandarua na wanatuletea na lori zao. And we can go there. Hata hizi bank mnaona hapa zinangojea uaminifu wetu. Zinangojea uaminifu wetu. Na wanajua mkienda pale mkiwa watu 10 mseme Rupa Ruiru bodaboda tunataka basi ya milioni 6 na muende msimame hapa, watawauliza mko wangapi? Tunakuanga 50. Mnatoanga pesa ngapi kwa siku? Kwa siku tunatoanga 100, kwa hivyo tunakuanga na 1000 ngapi? 5. Na ukiangalia akaunti yenu tumeweka pesa hizi. Within a short period mtaona tukibariki basi hapa, and I can see it happening kama mtakuwa na upendo. Na wacha niwaambie mahali tunaelekea ni mahali pazuri. Hawa wanasiasa mnaona wakituzungua hapa pakua kamua. Tupange mchango hapa. Tukipata milioni 3 tupeleke, tupewe basi, tuiombee hapa. Tuchukue watu wawili hapa, dereva mtu anajua kuendesha, na tuchukue mwingine makanga. Pikipiki zao tukomboeshe. Wao waingie barabara, waingie kwa msaada. Watuleteage 1000 kadhaa, tunaweka kwa hiyo account, and it is achievable. Nilikuwa juzi pale Kitengela, mliona watu wa pikipiki wa Kitengela wamenunua uwanja na wamejenga 2 bedrooms. Wametoa familia zao kukomboa. Sasa wote wanaishi kwa uwanja mmoja. Asubuhi 6 unasikiaga kama mtakuwa wazimu huko. Juhuri anagurumisha pikipiki yake, ule yake sasa ni kwenda. Unasikia kama ni uwanja unaendeshwa. Hayo mambo hufanyika watu wakija pamoja. And I thank God for this unity. I thank God for this unity. This is now matching your aspirations. Now what we need is our faithfulness in whatever that we get. Nani alisema lazima tulale tukiwa walevi? Nani alisema lazima tuharibu pesa zetu huko barabarani? Nani alisema lazima tufanye betting? Unaita mtu kwa pikipiki hasikii, amelalia pikipiki kichwa amekelea kwa speedometer, miguu ndio imefika pale mwisho. Ako kwa kasimu betting. Mia alikuwa amekibisha na hapa anaweka kwa betting. Alafu unakuta mtu anakuangusha, hujui nini anakuangusha, ni betting imeenda. Alikuwa amekelea manu inalimwa tatu. So na hasira zake anakuangusha na ni yeye ameenda kuwekelea. Sometimes we have to get a culture of saving. And it is very important tuingie kwa hiyo culture. Ndio kile kidogo tunapata tukifeed familia zetu. Na mnajua mimi niliwafungulia the Lord Store pale. Kio hata ukishinda mchana ukose cha kukula, watoto wako wasilale njaa. That is how much I care for you. Pita pale JCM mwambie mtu wangu wa the Lord Store, mimi
Natida muthenya na ndinona onake. No tugacoka kwihangia mbeca. O tugiciagia twina handu hangi twara. We have to protect the little that we get. And finally, as I wind up, we organize ourselves. Let us be organized. Mimi wanafurahi sana wakati napitia hapa Ruiru. Naona pikipiki pale kwa choo ya biashara ward hapo. Naona vile zimejipanga. Nateremka pale chini kwa leri, naona vile zimejipanga. Napanda hapa juu, naona vile zimejipanga. Halafu naona wao watu. Kwanza mimi hakuna kitu unifurahisha kama kuona watu wa pikipiki. Hiyo inafanyanga nishuke gari. Hakuna kitu huniuma kama niona watu wa pikipiki wamekalia kila mtu yake na wanacheka na siko kwa hiyo story. Lazima nitaka kujua hawa watu wanacheka hawa kwa nini? That is why mimi wanashuka. Naambia tayo isode mwemwe akuruka hagaiba museni. Kusiuna niengagia bothi kama emero mtini. Kiro kama sira ni niende na bothi neko igwenda hivi. Mungu mulia fata to that capacity. And if we are going to walk a journey of togetherness, ndio tusaidia hata hawa polisi. Hawa ukiwauliza kazi yao ni ngumu. Nani anaweza kuifanya rahisi? Sisi. Nao watawapea support mnayohitaji. Mimi nimekaa sana sasa bila kusikia mtu ameuliwa Ruiru na pikipiki imeenda. Nimekaa sana bila kusikia haya maneno. It is in togetherness that we can bring ourselves together. Na mimi najua hapa mkishikana, mtu kama Nancy hawezi kosa kuongelesha mama. Mwambie mama, nipatie 200 nipelekee hiyo sako ya Ruiru. Si bado tunasonga. Na muibe idea ambayo Githurai walifanya. Kiali na nilikueleza tukiwa ofisi. Tafuteni katuka hapa. Mimi nitawakombolea kama mamuta kuwa na pesa ya kukomboa. Tununue miguu za pikipiki tuweke hapo. Tununue oil tuweke hapo. Tununue plug spark tuweke hapo. Kila kitu usumbua wana bodaboda haraka. Ndio hiyo mguu, hiyo pesa irudi kwa sako yenu. Sio kutokanga hapo unaenda town uonage mtu na reflector ametembea huko na ndio Ruiru vumbi imefika hapa anatafuta mguu ya bei rahisi. Tuweke pale, tuweke oil hapo. Hiyo pesa na faida inarudi kwa sako. Tukirudisha mzigo, pesa imebaki ya sako hapo. Lakini tukishinda hapa tukisema nitoka na waile tu kana kirohora, tukana tutoerana. Nitoka aliaro tio. Na hatiri igana twatigarika ile hado riritu. Niko rutogothi. No kinya waile tukatigaga igana rito ya hado. Na rĩu nĩrĩo rĩgatũteithia. Njoke ndĩmwe igongo na kũrĩa kanitha mũbange Thanksgiving Day yanyu. Mwĩte atongoria moke hau ndĩmũkamĩre mbeca ndĩmũne muongerera harĩ. Lazima tuanze kufunguka mawazo. Ucoke muge kanitha. Tikujira huko karabe bishop witũ. Na sana nĩ hujĩtie harĩ thini ũkinyangĩte ona ũtĩ mũndũ ũkuĩte. Asa arabana to gũteithania na nyemuka mũnyitĩrĩre kũndũ kũrĩkũ. Kũndũ kũrĩa mũtuĩke athuri kanitha mũikare hau na mũikore athuri kwandũ othe. Mũkaga harĩa niĩ nĩ koragwo njigĩte handũ thiĩ gũikara. Mũka mũkaiga nduthi harĩa. Tũgathoma na inyanya wakua nĩgetha no kĩnjĩra ngũteithie rĩ ona nĩ nguonaga. Mũnjĩra bata wa kĩndũ kĩingĩ tani especially tani ũthiaga wĩra. Nyenda gũkuona kĩrĩti. Kahunjia gwagoka. Ona ciira ũngĩtigwo na andũ arĩa gũkũrũ. Ũkaragia kũmũkihĩra ũmwĩtani. No rĩrĩa ũrona andũ na mahorerete ũguo. Nĩ wĩiguaga kũndũ. Ũkai tũhunjie. Ũkai cokai makanitha na family kanitha. Nĩgetha nginya family cione na mũthee. He handũ arĩa katha. Arathi nona sana ndanathiĩ wĩra atũra tũikarĩra haha atũtwara kanitha. Nginya mũtumia akaja kwĩra atumia arĩa angĩ. Na ũrĩa ndĩrona ithe wake ngori. We na kũhonoka atigĩtie hanyeni. So that we start something new. Wakati mlikuja ofisi, mliniambia mnataka kuona tukibadilisha tabia inayofanywa na waendeshaji bodaboda. Hamutaki crime, hamutaki makasiriko, mumemaliza zile vita zilikuwa kwa pikipiki. Pikipiki zimeanza kupewa heshima. Usiku kitambo ungesikia pikipiki nyuma yako ulikuwa unaharakisha. Lakini sasa ukuange na wasiwasi. Kwa sababu unajua mule mtu amenifuata nyuma ni mtu wa pikipiki ametoka kazi kama
kama mimi. That is the direction that we want to go. But what must happen is that we have to be truthful about ourselves. We have to be trustworthy, and we have to trust even ourselves. Lazima wewe mwenyewe pia ujiaminie kile ambacho uko nacho. Akikorwa ni dakiri uguimu huko mawikwa kwa hakiri kehura na kuombe. Na hiyo ndio inatumalizia. Wacha nikwambie, ukiuliza wajane wengi hapa, wajane wengi waulize hapa, accident ilifanyika, maybe the partner akiwa under influence. Sababu ni ngumu sana uende na pikipiki uanguke na wewe si mlevi, na unaona mbele na hakuna kitu kinakusumbua na hujagongwa. Uigwa ukiona na roho kuthire gari kama ule zikitambo hapa Ruiru, ule alichomokanga hapo kwa reli juu, alitoka reli juu akaanguka kwa lami, ukigwate hali ya reli ini na tuli thina na tuli murwaru na tikunyito wanyito negekiha na ndugiaga gathitima umeiguru gwethi. No, sometimes our negligence brings our graves closer. Kuna wengine siku hizi nimeona, sijui wanatuonyesha wao ni mamasta, ati anageuzia pikipiki kwa rami mguu itoe moshi uudhi kaiwa matwini. Na mwingine tu nijua ameona msichana hapa anataka kujisifu na pikipiki. We endesha pikipiki kama mzee, kama unataka kuishi maisha marefu. Ati unainua pikipiki ikwaruze barabara itoe moshi, tutakusifu tu dakika moja alafu tusahau. Sasa wakati huo mwingine tena tuanze kuita mke wako hapa akiwa widow. We don't want an addition of widows in this industry. Hatutaki ongezeko la wajane. Wacha wale ambao tumewachiwa watutoshe. Nyinyi muishi, mulee watoto, tujenge manyumba, tutajirike pamoja, kwa sababu nafasi ipo ya kutajirika. Praise the name of the Lord. Pia Yesu makofi mazuri. Si tumesikizana hivyo msakario. Tembea safari kwa kusikizana, and let our behavior match our thinking. Na muambiane ukweli. Ukiona mtu anatoka nje ya tabia na itikadi ambazo mmeweka, mwambieni wewe sasa umeanza kutoka nje ya tabia zetu. Na ukianza kuendesha pikipiki hivyo, tunaona mpaka kuna mwingine anapasua exhaust itoe sauti yote. Sometimes hata kutulia ndio mzuri. Endeza tu pole pole, beba mtu vizuri, muongeleshe vizuri, mfikishe vizuri. Ukiweka customer chini, mwambie asante, na mimi naitwa fulani na hapo umenipata, hapo ndio mimi hubebea. Hata wakati mwingine ukikuja unio, sio arrogance ile ambayo tuko nayo. Unaongelesha customer mpaka anashindwa kai, huyu ni nani? We have to match, our behavior should match our mindset. Ndio hata mimi nikifika Ruiru unasema, kama mimi ninakuwa na namba za watu wengi wa pikipiki, mimi sihitaji kukimbilia kitu hapa Ruiru niletewe kanisani. I normally call. Uko wapi? Niko hapa Ruiru. Haya, nichukulie kitu fulani mahali fulani, unipate hapa kanisani. Kama hakuna mtu anakuaga na namba yako, anakutumaka mahali na astuki, unafaa kujiogopa hata wewe. Kama hakuna mtu wako na namba yako, ati anakutumaga na unarudi na anakulipa hata kama hujabeba mtu, unafaa kujiuliza, am I all right? Do I look good in whatever that I'm doing? Ndio tuache kufanya pikipiki kama ni mahali pa kukimbilia mtu akikosa kazi ya kufanya. Pikipiki ni mahali ambapo kazi inafanyika na inafanyika vizuri, and that is the direction ambayo tunataka kutembea nao. And I want to promise you, kama kanisa la JCM, sisi tutatembea na nyinyi vile tunatembea na watu wa Githurai. Sisi hatujachoka, and we will go together, and together with you I know we will succeed. Tukiweka Mungu mbele, tuheshimiane, mimi najua ya kwamba kuna mahali ambapo tutafika. Pigia Yesu makofi mazuri. Ninataka tuombee hawa wana bodaboda wetu. Kwa hivyo ningeomba kwa heshima tuje hapa ili tufanye maombi, because leo mlisema ni siku ya kuomba na siku ya kumshukuru Mungu. If
tuko na watu hapa wanaweza kutuongoza katika pambio, na wale watu wengine wasimame ili tuinue mikono yetu. Tukiinua mikono yetu tuombee hawa ndugu zetu. Hapa kuna bwana za watu hapa, hawa ni watoto wa mama zetu, wale walio na kofia watatoka katika madhabahu. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Nani kama wewe? Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Tunakuinua, unastahili, tunakuinua, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Tunakuinua, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili. Nani kama wewe? Unastahili. Nani kama wewe? Unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Tunakuinua, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Nataka tuelekeze mikono hapa, alafu ningependa kuomba mshikane mikono. Let us pray this prayer in unity. Na wale wengine nataka tuelekeze mikono hapa, na kama utaweza funua kinywa chako, ambia Mungu jambo kuhusu hawa ndugu zetu, ambia Mungu jambo kuhusu hawa baba zetu, ambia Mungu jambo kuhusu hawa vijana na watoto wetu ambao wamezaliwa na wazazi wetu, kwa sababu siku ya leo wamenyenyekea. Siku ya leo wameonyesha Mungu ya kwamba tunajua huko, we know that you exist. Na katika mioyo zao wakatafuta sehemu na siku, wakaacha kazi zao, wakaacha mambo yao, wakaja kumshukuru Mungu, wakaja kufanya kitendo ambacho ni cha kuguza moyo wa Mungu. Na jioni ya leo katika huu uwanja wa Ruiru, this is our spiritual declaration ya kwamba hatutaongezewa wajane wengine, ya kwamba hapa hatutapata walemavu wengine, ya kwamba hapa hatutauliwa watu wengine, katika jina la Yesu Kristo.
kizazi cha waendeshaji bodaboda ambao wamesimama hapa, ni watu wataona siku zao za uzeeni katika jina la Yesu Kristo. Their destiny shall not be cut short by accidents katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa milele, tunakuinulia wazee hawa, tunakuinulia baba hawa ambao wamezaa watoto na wameoa katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba Mungu, jioni ya leo tunaleta haya maombi katika kiti chako cha enzi, tukijua ya kwamba hapa tutapata wanaume ambao ni wa kiasi kikubwa katika nchi na katika jamii yetu. This is not their end. This is not their final. This is not their destination. Kuna mahali pengine unawapeleka. Kuna vitu na mambo unaenda kufanya katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Asante mfalme wa amani, uliowapea mawazo ya kupendana kiasi hiki, uliowapea mawazo ya kuishi kama ndugu mmoja kwa mwingine, na siku ya leo kutokana na vile walijadiliana wakakupatia siku hii iwe siku yako kuanzia asubuhi mpaka jioni, waishi katika upendo wako, waishi katika mapenzi yako. Nasi kama watu wa Mungu tunaelekeza mikono yetu kusema ya kwamba hawa wamebarikiwa, kazi wanayofanya imebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Hii ndio sauti ambayo tunaachilia siku ya leo kama matamanio ya moyo wao. Siku ya leo walisema tuwaombee wasikufe tena na ajali, waliomba tuwaombee wasiache watoto wao mapema katika jina la Yesu Kristo. Hawa wazee wataishi ili kusema ya kwamba wewe ni mwaminifu. Watakuwa wakitoka asubuhi wanaacha wake zao na watoto, na wanarejea jioni wakiwa salama. If they are going out and they are coming in, they shall be saved by the Lord. Hawa Mungu wa milele, tunaomba ya kwamba miili yao haitaokotwa barabarani, damu yao haitabwagika barabarani. Hawa watazeeka wafikishe miaka ya kuambia kizazi ya kwamba kuna siku Mungu alikuwa mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Tunakomesha kila ajali. Kama kuna laana iliyekwa ndani ya hii sekta, tunaing'oa hapa Roiro katika jina la Yesu. Kama kuna sauti ya ubaya iliachiwa hii sekta, leo tunaikanusha katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ya kwamba hawa wamebarikiwa. Hawa hawataonwa na shetani wa kifo. They shall not die premature death. Hawa watafikisha ile miaka Mungu anasema katika kitabu cha Isaya ya kwamba ni miaka 100 kwenda mbele ya uaminifu wa Mungu katika jina la Yesu. Tunawaombea na familia zao, tunazingira wanachofanya na damu yako. Hawa hawatauliwa usiku, hawatanyang'anywa pikipiki zao. Itafanyika kitafuta pesa chao usiku na mchana. Watakapotembea mchana utawalinda, watakapotembea usiku utawalinda. Na shetani usikilize hapa, kwa sababu una masikio na unasikia. Hawa sio wale utafanya nyama, hawa sio wale utamaliza, hawa sio wale utaweka chini ya malori, hawa sio wale utapatiana kwa Nissan, hawa sio wale utapatiana kwa gari ndogo. Hawa watatembea salama, watarudi salama, kwa sababu Mungu anawapenda. Tunawatia wakfu wa Roho Mtakatifu, tunawazingira na damu ya Roho Mtakatifu ya Yesu Kristo, ya kwamba Yesu Kristo alivyofariki, hiyo damu iwazingire usiku na mchana. Mtaona watoto wenu asubuhi na mtawaona jioni mkirejea, na hamtarudi mikono mitupu. Hamtarudi mikono mitupu kutoka katika hii kazi mnayofanya na mikono yenu. Mtanunua mashamba na mtajenga, na sio kujenga tu, mtaishi katika hizo nyumba. Mtasomesha watoto wenu mpaka waendee shahada zao. Mahali hamkufika watoto wenu watafika, kile hamkupata watoto wenu watapata, kwa sababu Mungu atawapatia uwezo wa kuwapeleka katika kiwango katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa sababu unawapenda. Asante mwana wa Mungu kwa sababu unawajali. Asante mwana wa Mungu kwa sababu wako hapa, kwa sababu gutire mundu ukiraga agaturia iruo muhe thina,
aya matigo semania na thina guo niguo twiga Ngai gutire mundu ukiraga akwira umurage akwiraga umuturie muoyo aya ni megutura muoyo thiini wa ritwa ria Jesu tutiguthie mathiko mao anytime soon tutiguthie macaka mao anytime soon tuguthie kumahingurira manyumba tuguthie kumarathimira migunda tuguthie kumarathimira biashara oguo niguo turariria iture igwe nigetha gwikike. That is what we speak in the spiritual realm. It shall happen. Elekeza mikono yao mahali ambapo pesa zao ziko. Elekeza mikono yao mahali utajiri wao umefichwa. Katika jina la Yesu. Kama kuna mmoja hapa alikuwa amekata tamaa, sasa apate mwanzo mpya. Kama kuna mmoja alikuwa kufika mwisho, sasa apate mwanzo mwema, kwa sababu atajua kuanzia leo kuna Mungu juu mbinguni asikiae maombi yake. Ulisema utabariki watakaoenda kuangalia wajane na watoto wao, na hawa siku ya leo Mungu amechukua hatua ya kuguza moyo wako. Ninaomba kutokana na siku ya leo, anza kusurprise hawa watu kuanzia na jambo ambalo wamefanya leo. May you surprise their lives. Kama kuna mtu Mungu wa milele kiwango chake kimefika cha kwenda level nyingine, iachilie leo katika jina la Yesu Kristo. If their new levels are right, may they occupy it in Jesus' name. Wacha waende viwango vingine Mungu wetu. Huu sio mwisho wao. Ombi langu ni moja jioni ya leo. Wanaweza kuwa wengi hapa hawajatoka katika familia tajiri, lakini familia tajiri zinaweza kutoka ndani yao. Katika jina la Yesu Kristo tunaachilia baraka ya kiungu, tunaachilia baraka ya ufanisi, tunaachilia baraka ya kupata na kusaidika. Siku ya leo Mungu wanapokushukuru kwa sababu ya kuwa nao, as they give thanks today, kwa sababu ya vile umewalinda, hata walipoachwa na wenzao hawakukata tamaa, na walipoachwa na wenzao walikumbuka familia zao bado zinaishi. Ninaomba Mungu utubarikie hawa wazee. Ninaomba utubarikie vijana walio hapa, ya kwamba siku moja watasema tulimjaribu Mungu na tukaona uaminifu wake. Siku moja watasema tuliacha siku nzima kwa sababu ya Mungu na haikupotea, tumeona uaminifu wake. Bariki kila mmoja ambaye ameshikilia hawa watu. Bariki ofisi ya Mama Pastor Dorcas ambao wamekuja hapa kusimama nasi kwa sababu ya hawa watu wetu. Wanapofanya mambo katika hii maisha, wafanikishe kwa sababu unawapenda. May you give them resources to touch more souls kwa sababu unawapenda. Kila kampuni ambayo imewakilishwa hapa, ninaomba ya kwamba ibarikiwe. Ninaomba ya kwamba iende mbali, haitaanguka, haitapata hasara. Itasimama kwa sababu ya hawa wajane, itasimama kwa sababu ya hawa mayatima, itasimama kwa sababu ya hawa wazee, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu na tunakupa sifa. Hawa wazee kuanzia leo tumewabadilisha jina, tunawaita wabarikiwa, na hilo ndilo jina lao. Tunasema wataenda mbali, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Tunasema ya kwamba matamanio ya moyo wao yatatimia, na hivyo ndivyo ilivyo. Na tunaomba hivyo kwa imani na kwa umoja, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini.